Kaenda katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Wakati wanakumbuka ile kitabu gani? Kumbukumbu la Torati ngapi? Chapter 1. Chapter 12, correct? Pigeni Agnes makofi. Wale watoto wa CBC. Unaona watu wa KCP tuko sawa? Watu wa KCP tuko sawa. Haleluya. Yaani mama anakumbuka na kwa shughuli nyingi na watoto wako wakumbuki. Si Mungu awape hiyo neema. Haleluya. Leo mdownload vizuri katika jina la Yesu. Amen. Na tukafundishwa madhabahu ni nini? Nini hufanya madhabahu? Madhabahu ina sehemu, tulifundishwa kwa na sehemu 3. Bwana Yesu asifiwe. Iko na sehemu 3. Ya kwanza, ulimwengu wa kiroho, ulimwengu halisi, na pia anayeunganisha hizo mbili, ambaye ni wewe unayefanya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tukafundishwa, tukaendelea kuelezwa madhabahu. Tukitaka kuipea nguvu, tunafanya mambo 4 muhimu sana. Ya kwanza, pastor tafadhali, mwalimu akiipea mtoto mtani ananyamazanga kabisa, kama ni zile kweli zile. Lazima kulisha madhabahu. Good. Yes. Ishara ya madhabahu ni ishara ya kumbukumbu. No kuwa class. Ulifuata online. God bless you. Pigeni makofi. Yes, Morris my son. Inafaa kufanya ibada katika madhabahu kwa kuomba, kwa kusifu, haleluya, kwa kutoa kwa kuweza ku worship, prayer, praise be to God, dedication and so many things. Are you ready for part 2? Tulienda tukakuta mama yetu akatuambia alikuwa na afungi macho, na tunakumbuka ushuhuda. Wakati anakumbuka hiyo ushuhuda, mama Faith akasema akawa anachungulia watoto wake wasi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe macho. Mahali popote unaenda lazima uko nini? Kwanza hizi kwetu ushago kuna vitu vinaitwa, ukitaka kujua mila ya ukoo, mila ama tamaduni ama madhabahu za ukoo, wakati wa kutahiri mtoto, haleluya, hapo ndipo utajua ushetani wa ukoo yote vile inakaa. Wakati wa matanga, mazishi na hizi sherehe za kila mwaka, ati tunakutananga familia once a year, haleluya, enda fuatilia utajua ni nini inakula nyumba ya madhabahu ya watu wanaomba mnakaa na wao. Baba, nakushukuru kwa sababu umetuasia neema. Tuko tayari kwa part 2 na kujiunganisha na mtumishi wako. Sema nasi jinsi unavyotaka. In Jesus name we pray. Amen. Ningependa tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Kwa sababu ni yeye ametupea ushindi juu ya madhabahu. Haleluya. Tuko tayari kupokea mtumishi wa Mungu anayempenda. Makofi mazuri kwa Pastor Festus. Baba Mungu wa mbinguni, uliye mwema na uliye mwaminifu, usiyelinganishwa na chochote, tunakuabudu na kuliinua jina lako mahali hapa siku ya leo. Roho wa Bwana, unapoendelea kutufunza, sifa na utukufu zikapate kukurudia, Mungu wa mbinguni. Wakati Baba tunajiunganisha na haya madhabahu yako, wakati tunajitia wakfu katika jina takatifu la Yesu Kristo, tukiomba neema yako Bwana iwe pamoja nasi. Tunaalika uwepo wa Roho Mtakatifu mahali hapa. Tunaalika nguvu ya Roho Mtakatifu juu yetu. Tunakataa kila sauti ya kutunyamazisha, na tunaomba
sauti yako ikaweze kunena nasi katika jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu tunaomba na kuamini. Amen. Kaniongezea volume kidogo. Haleluya. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake Pastor Mark. May God bless you. Amen. Pia nashukuru Mungu amenijalia kuwa na familia. Nina mke na nitaomba wasalimie ndiposa niweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Barikiwe. Amen. Amen. Tumebarikiwa. Haleluya. Na washukuru nyinyi nyote ambao Mungu amewajalia mkaweza kuingia katika ibada ya siku ya leo. Si jambo la kawaida kupatikana katika nyumba ya Bwana. Baraka ambayo unaifuatilia siku moja utakuja kushuhudia. Haleluya. Wakati nimeomba jana kwa ajili ya ili neno, nikaomba kaambia Mungu, wewe ni wewe unajua. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nimekuwa katika usingizi, nashukuru Mungu akaniletea ufunuo, akanionyesha kuna mahali ambapo tulikuwa tumezoea kwenda tukiwa watoto, na tulikuwa tunaenda ni mahali ni swamp, na hii swamp iko na historia yake, lakini nikaona hiyo swamp ilikuja ikakauka ikaisha, na nikaona watu walikuwa wanapitia hali ngumu sana ya kupata maji. Maana unajua swamp za kwetu ni pale watu maji yametegwa pale, watu wanaenda wanachota maji. Na katika ule ufunuo Mungu alikuwa ananipea, nikaona watu kwamba wamehangaika sana, lakini katika lile nikawa nasema, natembea pale nasema, Mungu, tutapata maji wapi? Naona ni area moja inatoa maji na iko mbali. Na wakati nimesema vile, nikaona kukatokea mama mmoja, na kwa mkono wake nikaona kana amepewa jiwe. Sijui kama mmeona jiwe ingine inakuwa ya white. Hiyo jiwe kwetu tulikuwa watoto unaipigisha hivi inatoa sparks, inatoa kama inatoa moto. Na yule mama akapewa jiwe kama hiyo. Hapo mahali ya kukuwa na maji, akainua ile jiwe akaigonganisha mahali kulikuwa na shimo kidogo, kana kwamba analusha kwa nguvu ndani ya ile shimo. Na wakati amerusha, nikaona kila mahali kumekuwa na springs za maji, na ni maji safi. Amen. Wakati niliamka nikauliza Mungu, hii ufunuo umeweza kunipea ina maana gani? Kasikia sauti ikiniambia mtaona ishara. Amen. Na hiyo sauti kanyamaza hivyo. Amen. Kwa hivyo nangojea ishara. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati nikiwa naomba nikasema, basi kama sauti imeniambia tutaona ishara, basi ishara na maajabu na ziwe sehemu yangu. Amen. Haleluya. Amen. Na pia nawe naomba Mungu akupe ishara. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikawa ndani yangu nimejawa na furaha, nikasema hivyo visima vilikuwa vimekauka, lakini Mungu akaleta msaada wake. Naomba Mungu alete msaada wake juu yenu. Amen. Haleluya.
Kwa haraka nitafanya kitu inaitwa overview ya kile kitu tuliweza kufanya siku ya Jumatano. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa siku ya Jumatano Roho wa Bwana katuelekeza ndiposa tuweze kujifunza kuhusu madhabahu ama altars, na tukaweza kusema madhabahu is just a platform, ni mahali ambapo kunaunganisha watu. Katika madhabahu tukasema it is where we connect. Hallelujah. It is a connecting place, or it is a connecting point. Na tukaweza kusema katika madhabahu ni mahali ambapo kunafanyika sacrifice, ni mahali ambapo kunafanyika covenant. Hallelujah. Tukaweza kusema ni mahali ambapo panafanyika maabudu, na tukasema it is a place of encounter. If I want to encounter with God, the only place where I can encounter Him ni mahali ambapo nimefanya kuwa madhabahu. Hallelujah. Na tukaweza kusema madhabahu yale ambayo yanapokea dhabihu ndiyo huwa yanakuwa na nguvu ya kunena. Na ikiwepo basi nilikuwa nimeinua madhabahu na nikaacha kuyapea dhabihu, ni kumaanisha yale madhabahu yataendelea kuisha nguvu, hayatakuwa yana uwezo wa kuninenea. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaweza kuangalia mifano, tukaona kuna hata wafalme walienda kiwango cha kutoa watoto wao kuwa dhabihu katika madhabahu. Na tukasema hata kuna ikafika madhabahu ambayo yalikuwa yanatumika kwa njia ya Mungu yakaweza kutiwa unajisi, maana mfalme ambaye alikuwa anaitwa Manase alienda naye akatoa mtoto wake katika madhabahu ya Mungu, akabadilisha yale madhabahu na akaanza kuweka vitu ambavyo si vya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaweza kusema katika madhabahu pia kuna characteristics ambazo tuliweza kuelezea. Tukasema ni mahali tunapowekwa maagano ama we encounter our God. Na tukasema it is not only us. Bwana Yesu asifiwe. Sio sisi pekee, ila hata wengine ambao wanaabudu miungu mingine pia wana madhabahu yao mahali wanaenda kukutana. Na tukasema madhabahu it is a gateway, mahali pa kutoka katika ulimwengu halisi kuingia katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa heshima kubwa nitaomba leo tutaweza kuangalia aina za madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaweza kukaa na kuangalia aina za madhabahu. Kwa ufupi na kuweka kwa kategori ambayo inaweza ikaeleweka kwa urahisi, madhabahu yamegawanyika katika vikundi viwili. Yale madhabahu yanajulikana sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale tunaita godly altar, madhabahu ya kiungu ama madhabahu ya Mungu. Kama mahali tumesimama ni madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini si pia kwa nyumba yako unaomba. Pia pale kwa nyumba yako wakati unaomba na unamuomba Mungu, there is a specific place ambayo unasema hapa nimepaweka kwa ajili ya kuomba Mungu tu. Kama kuna wale wameweka, that is an altar, umeinua pale. Pale kazini unaweza ukainua a godly altar. Hiyo ni aina moja ya madhabahu. Aina ya pili ni ile tunaita satanic or evil altars. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Satanic or evil altars, yani madhabahu ya kishetani. Kitu chochote
kinafanyika pale akihusiani na Mungu. Kitu chochote, jina lolote linalotumika pale alihusiani na Mungu, linahusiana na yale madhabahu ambayo yanainuliwa kinyume na madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa tunaguzia tukasema kuna mahali ambapo watu wameinua milima na wanaamini kwa hiyo milima. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema kuna watu ambao wakati tulikuwa tunasoma katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 12, wanaambiwa waharibu madhabahu katika, na wanaambiwa chini ya miti na mahali ambapo pameinuliwa. Na tukaweza tukasema hizi zote mbona Mungu anasema ziharibiwe? Ni kwa sababu sio zake, kwa sababu hayo madhabahu sio yake. Amen, amen. Na kwa hivyo sasa, siku ya leo niruhusu tuweze kuangalia aina ya madhabahu, na tutaanza na godly altar, madhabahu ya Mungu. Aina ya kwanza ambayo tutazungumzia ni aina inaitwa godly altar, na haya ni madhabahu ambayo katika Biblia yamejengwa na watu ambao walikuwa watu wa imani, kama vile mimi na wewe siku ya leo tumesimama kwa imani. Haleluya. Wakati mmoja Mungu akamtokea Abrahamu kwa njia ya malaika. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kule kumtokea, akasema, mtumishi wa Mungu alitusomea, akasema wachinjiwe na wapewe chakula. Mtumishi wa Mungu akatuambia, akasimama akawaangalia wakimaliza sacrifice, na baada ya kufanya vile, kukawa kuna maagano yamewekwa, kuna maagano yameinuliwa. Utaitwa baba wa mataifa. An altar was raised there. Madhabahu yaliinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wengine watu wanajiuliza madhabahu yameinuliwa kwa njia gani? Madhabahu hapa tunapaheshimu ni mahali ambapo tunakuja kuabudu. Pameinuliwa hivi ili kuonyesha tofauti ya hapa na hapa. Lakini katika nyumba zetu hautaenda mahali umekomboa ubomoe nyumba ya mtu uanze kujenga, unainua. Lakini you select a place, unasema hapa ndipo nitakapomwabudu Jehova, hapa ndipo nitakuja nisimame nitoe shukrani yangu, hapa ndipo nitasimama niseme Mungu ametenda. This is my altar. This is a place where I worship my God. Haleluya. Na ndiposa sasa ninasema pengine Biblia inaweza ikasema haijatuambia kulijengwa, lakini at the moment sacrifice ilitolewa kwa Mungu na kukakuwa na covenant imefanyika, that is an altar. Haleluya. Mahali ambapo unasimama na unamtolea Mungu dhabihu, na wakati huo Mungu naye anaanza kunena na wewe, you have raised an altar. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ya Mungu yalisimamishwa na watu ambao walimwamini katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Haya madhabahu yaliweza kusimamishwa na watumishi wa Mungu kama vile Abrahamu akamjengea Mungu madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia baada ya Abrahamu, Isaka akamjengea Mungu madhabahu Sekemu. Nadhani inaitwa Sekemu. Akamsimamishia Mungu madhabahu. Wakati Mungu amemtokea Yakobo katika ndoto mahali alipokuwa amelala, akasimamisha madhabahu. Akasema, ninaenda na nikirudi nakujengea. Hayo ni madhabahu ya Mungu. Haleluya.
Ikafika wakati Gideoni anaenda kupigana katika kitabu cha Waamuzi, anasimama, anaambiwa angushe ile Dagoni, ile miungu ya baba yake, ndiposa asimamishe madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni baadhi ya mifano ya madhabahu ya Mungu ambayo tumesoma katika Biblia. Ila sisi kama Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama Mkristo, wewe kama Mkristo, tunaweza tukasimama na tukainua madhabahu ya Mungu at a personal level. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema ya kwanza, it is a personal level. Unaweza ukawa wewe unaomba kuliko watu wengine wa nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. And if you go according to their pace, hautaweza kusonga. Itakulazimu usimame kwa kibinafsi, usenge an altar ambayo utaweza kukuinua ndiposa uinue wengine. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiposa nimesema it is a personal altar. Kwa sababu gani? Hebu fikiria, kuna mtu ameokoka, aidha ni mume ameokoka na mke hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mtu anahitaji kuwa na altar. Because failure to have an altar or a meeting place, mahali anaenda kujiconnect na Mungu, anaenda kujiconnect na spiritual world, atazuiliwa. So I need to have an altar. And that altar, maana yule mwingine hajaokoka, it is a personal altar. Hallelujah. Ile familia nimezaliwa, wengine hawajaokoka, it doesn't mean sifai kuwa na madhabahu. Nafaa niwe na madhabahu, na haya madhabahu jinsi ambavyo ninaendelea kuyatumikia, jinsi ambavyo ninaendelea kuyabudu, jinsi ambavyo ninaendelea kuyalisha, yanakuja yanaanza kukomboa wengine. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Many of us, many of our friends, many of our family members, mara nyingi wanarudi nyuma na wanakuwa katika hali fulani, because the altars ile ambayo tunafaa kuidhamini kama our own altar, hatuichukulii ikiwa ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapokuinua anakupa uwezo kwa kuwa na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sometimes in businesses, an altar ile umeinua ndio inakuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndiposa nikasema it is a personal altar. How can I build a personal altar? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wakati wa kuomba, unaweza mke wangu anaomba na mimi nimelala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati huo nani anajenga madhabahu? Nani? Ni anasoma neno na mimi niko kwa TV. Nani ameshikilia madhabahu? Anasikiza gospel na mimi naangalia movie. Are we in the same altar? Are we raising the altar together? That's why I've said this is a personal altar. You do things personally. Unafanya hayo mambo peke yako. Bwana Yesu asifiwe. And these are devotions. Bwana Yesu asifiwe. We do devotion, unafanya worship, unafanya fellowship with God at a personal level. At that time you are raising a personal altar. At that time amwendi kwa Mungu kama familia. You are meeting God as a individual. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia wakati tunaenda kama individual, tunaombea wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa waweze nao kuunganika, tuweze kutoka at a personal altar
tunaomba kama familia. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mzazi anakusanya watoto wake wote, nawaambia sasa hapa katika nyumba hii ni ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. And this is the altar that will fight for every member of the family. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine personal altar unaweza ukaomba na ukashindwa kutetea mke wako. Unaweza ukaomba ukiwa mke na ukashindwa kukomboa mume wako. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa connection. Hajajiconnect. Bwana Yesu asifiwe. And remember we said that altars they need connection. Wakati unailisha, wakati unaiabudu, wakati unaomba, inakuunganisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So some of the things ambazo unapata kuna mtu ambaye katika familia tunasema huyu mtu amekuwa kiomba, lakini yeye anainuliwa na jamii yake ainuliwe. One reason. Yeye ako in a godly altar at a personal level, lakini wale wengine wamejiweka distance. Bwana Yesu asifiwe. Wamejiweka kando. Na ukiwa kando ni kumaanisha there is another altar ambayo sasa iko juu ya wale watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasema ninapotaka kuikomboa familia yangu, hata nikiomba peke yangu itachukua muda. Itachukua muda. Lakini wakati nainuka mimi na nyumba yangu, niseme now that niko na nguvu hii at a personal altar, mimi nimepata nguvu. Lakini ina family altar ambayo ni ya kiungu, sisi wote tuna nguvu. Haleluya. Mahali wawili watatu wapo kwa jina lake Yesu Kristo, na pia yeye yuko mahali pale. Amen. Hivyo basi kama wewe uko peke yako na wale wengine wako kando, Yesu ako mahali huko tu. Haleluya. Haleluya. Family awe ni mgonjwa awe na uzima, hiyo siku magonjwa yatatii ili tufunge. Haleluya. At that time you are feeding the family altar. Yesu asifiwe. Ni tofauti na wakati unapofunga peke yako kwa nyumba yako. Yesu asifiwe. Na hii altar ya giza huwa inajaribu sana. Ile altar haipigani nayo sana, haipigani na personal altar. Lakini family altar inajaribu kuisuppress ama inajaribu kuonyesha haina nguvu. Ndiposa wakati mnaamua kufunga kama familia, mmoja ataamuka asubuhi bila kuongea na mwingine amekimbia jikoni amekunywa chai. Na mlikuwa mmeamua? Mimi ana kile kinapigano ni family altar. Because family altar ni ya kukomboa kila mtu. Family altar inapigania kila mmoja. Hallelujah. Hallelujah. You can risk, you can give a sacrifice. Unaweza ukafanya kila kitu, lakini inahitaji tuabudu kwa umoja. Hallelujah. Wakati tunachagua kufanyia altar ambayo ni ya familia na ni ya Mungu, tunafanya kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikijitoa nijidistance na familia yangu, ninavunja ile uhusiano wa family altar. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vizuri sana tuangalie katika aso wakati tunafanya maombi. Wakati tunasema kama familia tutakuwa katika maombi kwa kipindi fulani, if something abnormal start to happen, tunaanza kurealize there is an altar which wants to fight this altar. Kuna madhabahu yanataka yapigane na haya madhabahu. Na ni kwa sababu ya mtu mmoja. Ni kwa sababu ya biashara moja. Ni kwa sababu ya kitu kuna kitu kinajaribu kupigwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana
shetani anajua wasipokuwa kwa umoja atawatawanya, lakini wakisimama kwa umoja wako na nguvu, na Yesu Kristo ako pamoja na wao, shetani hawezi akapata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This altar huwa inapigwa na ile design shetani anapiga ni kwa wakati tunasema kama familia tutaabudu pamoja, tutaomba pamoja, kila kitu tutafanya pamoja. Wakati mmoja anajitenga, wakati mmoja amejitoa, hata wale wengine hawatapata nguvu. Reason ama sababu kuu, wote wakati wanaenda kuomba, shetani anaambia unakumbuka nani amejitoa? Unakumbuka? Badala ya kuendelea na ile influence ya maombi, unaanza sasa kufikiria yule mtu. At that time frequency ya maombi inakatika. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wamewahi kuwa na kale ka radio kalikuwa nafanya hivi? Unatafuta frequency. Inashika, unasikiza taarifa ya habari, ikifika mahali inaanza kusema inarudi tena inaanza kusema, unaisikiza baada ya sekunde kama 10 hivi inaanza mara ya mwisho unapata huyo mtu amezima na ameenda. Maisha katika madhabahu ya familia, watu wasipokuwa makini, hivyo ndivyo shetani wanafanya. Umepenya. Unajua nani hajafunga kwanza, alikuwa akikula mkate, unaanza kufikiria ile mkate alikula, inaanza kukutoa katika hiyo connection. Hiyo wakati unaanza kufikiria vile alikula mkate, umezimika. Mara ya mwisho utasema hata hii kufunga wacha ikae. Ni wangapi wamejipata hapo? Kuna wakati nimejipata hapo. Haleluya. Nyinyi kwenu ni kuzuri. We confess so that we defeat the enemy. Haleluya. Tutamshinda kwa ushuhuda na vinywa vyetu. Nilijipata nimefunga, wazo likanikujia. Imefika saa 9 bado niko na 2 hours. Kasema hata nani hajafunga, mimi nikafungua. Na tulikuwa tunaomba, tumepanga kama maombi ya familia. Vita ambavyo vinakuja kwa godly family altar. Kama ni ya familia, tutafanya kama familia. Haleluya. Madhabahu ya Mungu sehemu ya 3. Sehemu ya 2 tumesema as a family we seek God together, bila kuacha hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. At a personal level, ninamtafuta Mungu kivyangu. Naenda ya 3 ambayo bado imesimamishwa katika madhabahu ya kama hii tuko sasa. Hii ni madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni mahali tunaamini nikikuja nikiwa na maskini, nikuje sincerely in my heart, not in my mouth, nimejiunganisha na haya madhabahu, inabadilisha. Kwa hivyo these are places where believers were. Amen. Kuna mahali tumekuja, tumemwamini Kristo na tuna mahali pale kwenye yale madhabahu. Kama wa Kristo in the church. Ndiposa tukutani mimi Pastor Mark na washirika wote tunasema leo madhabahu tutaenda kuombea kwa tufanye ibada kwa nyumba ya Dominic. That is not a church altar. A church altar ni mahali ambapo kumetiwa
mafuta mahali ya watu wote waumini wakutanike, wakuje waabudu pamoja. Nikapatana na mtu mmoja, nadhani ni wakati huduma ilikuwa changa kidogo, nikawa na mshuhudia na anaona ni mara nyingi nakuja kanisani. Anauliza, kwani wewe huwezi omba kwa nyumba yako? Kamwambia, hata kwa nyumba yangu ninaweza nikaomba, lakini ile maombi ninaomba inahitaji niombe kwa kanisa. Anauliza, kwani kuna maombi inahitaji kanisa na kuna maombi inahitaji nyumba? Kamwambia, kuna mahali ambapo Mungu amejichagulia aombwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ikiwa hajajichagulia kwa nyumba yangu ni muombe hiyo maombi nataka kuomba, sitamuomba kwa nyumba yangu. Anambia, nikimuomba kwa nyumba yangu kuna mambo mengi ambayo sitaweza kumwambia. Lakini nikiomba katika madhabahu yake, nyumba yake, kuna mambo nitamwambia na nitasikia yanatoka hata bila kumwambia, anayasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna sauti ambazo huwa zinajaribu, umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ni mhuduma, wewe ni mtumishi wa Mungu mkubwa, na unasikia sauti inakwambia, leo ombea kwa kitanda tu, hata usiende kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile inapigana nayo ni connection yako na madhabahu ya Mungu at the church level. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ile roho inajua at this altar there's a covenant. Unajua covenant ni gani? Malango ya kuzimu hayataweza. Lakini pale nyumbani malango ya kuzimu yanaweza Petero, juu yako nitalijenga na juu ya kanisa hakuna nguvu ya giza itafanya nini? Itaweza. Kwa hivyo wakati ninajiunganisha mahali hapa, ninajua I have the authority. Amen. Ndiposa mara nyingi atupende kuombea nyumbani. Kwa sababu gani? Ninapokuja katika haya madhabahu, nina neno moja nimebeba. Malango ya kuzimu hayataweza. At the church altar, malango ya kuzimu hayana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. At the church altar, magonjwa hayana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vizuri kuchunganisha na madhabahu ya Mungu kwa ndani ya kanisa. Maana katika ile hali umepeana moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana, watu wengi wanaishi na bado wanajua hawataona mbinguni. Unajua kuna watu wanaishi na wanajua hawataona mbinguni. Haleluya. Kuna watu wanaishi wako maisha mazuri, lakini na wanajua destination yao, ile gari wamepanda, wanaishia kuzimu. Because wanajua the altars ile wamejiunganisha nayo. Wakati unajiunganisha na madhabahu ya Mungu, unaingia katika madhabahu ambayo anasema mimi ndiye uzima. I'm the eternal life. Lakini kuna watu ambao wanajua mimi kwa sababu nilihitaji kuwa tajiri na nilingojea kwa Mungu nikachoka, lazima nilitafuta shortcut. Na hii shortcut kaambiwa, weka makubaliano, umetupatia uhai wako, umetupatia your soul. Kwa hivyo huyo mtu anaishi, lakini ile hali anakaa ni kwa sababu amepeana maisha yake, ako na utajiri, ako na kila kitu, lakini dakika ya mwisho ni yule kama yule tajiri alikuwa anasema awekewe tone ya maji. Why? Because
ile ameingia. Tuingie katika madhabahu ya Mungu ndani ya kanisa. Haleluya. At this altar we come to seek God together. Bwana Yesu asifiwe. Nikuulize swali moja. Wakati unasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 12, unadhani Petero hakuwa anaomba akiwa gerezani? Haleluya. Tunafikiria Petero hakuwa anaomba, lakini Biblia inasema ni nini ilimtoa? Maombi ya altar. Alikuwa na altar, alikuwa anamsikia Mungu, alikuwa anafanya miujiza. Lakini wakati wa uaminifu, wale ambao wana imani walikaa pamoja wakaanza kuomba, akaweza kutoka. Tunakuja katika haya madhabahu, maana kuna gereza hata tukijiombea sisi wenyewe hatuwezi tukatoka. Lakini tunapoingia katika haya madhabahu, wakati tunakuja na kunyenyekea katika madhabahu ndani ya kanisa, tunamtafuta Mungu kwa umoja, tunafunguliwa. Wakati nilikuwa nasoma hilo neno nikakuja kusema ni kumaanisha kuna kitu gani unaweza ukaombea hata uombe miaka 100, hiyo maombi yako iwezi badilisha. Lakini maombi ya Agnes wakati anakutaja inakuwa ufunguo. Haleluya. Haleluya. Si huo ufunguo katika maisha ya mtu. Amen. Kupitia haya madhabahu huo ufunguo ndani ya maisha ya mtu mmoja. Amen. Hata si mmoja, huo ufunguo kwa kanisa nzima. Amen. Haleluya. Amen. Madhabahu ya Mungu ndani ya kanisa. Oh, yes. Godly altar in the church. Na madhabahu ya 4 ambayo bado yanafanya kwa nguvu za Mungu ni madhabahu ambayo huwa yanaitwa national altar. Kuna nchi ambazo zimejitoa kutafuta Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawana mambo mengi, wanaunganika. And this is the moment ambayo unapata nchi inatangaza today is a prayer day kwa nchi, because they want to raise the national godly altar. Madhabahu ya Mungu ambayo yanashikilia nchi. Nitaeleza kuwa haya madhabahu wakati yanafunguka, the national godly altars huwa yanavuta watumishi wa Mungu kutoka mataifa mengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kwa kama mfano wakati mtumishi wa Mungu walienda mkutano wa Benin, si kwa sababu ni Kenya. It is because kuna madhabahu national altar ambayo imemlilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati ile imemlilia Mungu, the national altar, that grace inajaribu kucover the all of the nation. Hallelujah. Hallelujah. Aina ya pili ya madhabahu ambayo nitazungumzia, na hii ndio sasa wanajiambia ndani ya mawazo yangu, lazima nijaribu kujua ni gani ambayo imenifinyilia zaidi. Na hii inaweza kuwa si moja inakaa kwa mtu. Inaweza kuwa niko na this altar, niko na this type, niko na this type. Kama vile unakula chakula, umekula matunda, umekula spaghetti, umekunywa juice, vitu vyote vinaingia kwa tumbo moja. Na vivyo hivyo kuna madhabahu mengine ni tofauti lakini yameingia ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaposoma katika kitabu cha Marko 5
Wakati Yesu amefika katika ile nchi ya Wagerasi, wakati anapatana na yule mtu, wakati Yesu alimuuliza wewe ni nani, yale mapepo yalisema sisi ni jeshi. Many spirits living in one body. Hallelujah. Na kitu ambacho tunafaa kukumbuka ni kile mtumishi wa Mungu alitukumbusha jana. Hii miili yetu ni nini? Ni hekalu takatifu la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo Roho wa Mungu anafaa apate nafasi. So it means our body should be the godly altar. Lakini kuna madhabahu naye yanaweza yakainuka ambayo yatapingana na madhabahu ya Mungu. And these are what we call evil altars. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ni madhabahu ya kishetani. Na evil altars kuna kazi huwa zinafanya. Ni gani? Evil altars, kitu ya kwanza huwa zinafanya wakati zinainuliwa, zinabeba kitu kinaitwa curse, laana. Nadhani umenoti hiyo mahali. Haya madhabahu yanabeba kitu kinaitwa blood sacrifice, ile dhabihu ya damu. Hallelujah. Kwa hivyo nitaanza sasa kueleza hizo aina. Kitu ya kwanza tumejua kile kitu haya madhabahu yanashika sana ni laana. Najua laana inajitoa kwa njia nyingi sana katika maisha ya watu. Kwa hivyo kile kitu, kama vile wewe uko na ID card, the evil altars, kitu ambacho huwa inabeba zaidi, inaji-identify nayo ni laana na damu. Hii damu haifai kubarikiwa, yanasema hivyo. Hii familia ililaaniwa, inajitetea hivyo. How are you operating? Tunaoperate kupitia laana. Tunaoperate kupitia sadaka. Unajua sadaka ya madhabahu ya giza ni yanahitaji damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nitaeleza na nitasema these altars, the evil altars, they are kitu ya aina ya kwanza, they are physical location altars. Ni mahali fulani, ziko mahali fulani na zinajulikana ziko hapo. Bwana Yesu asifiwe. They identify a certain location na zinakaa pale. Hiyo ni aina ya kwanza. And these altars, they are dedicated to certain places. Inakaa mahali fulani. And that place they serve as the point of evil entry. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nini kwenu hamjawahi sikia mahali fulani amfai kwenda? Na wakati unaenda mahali pale, wengine wanapata kichapo. Because they are assigned to that location. Na these locations, haya madhabahu yamepewa location, yanaambiwa chunga hapo. Kuna yale yanawekwa kwa barabara. They are evil altars. Gari yoyote itapitia hapo inakuwa na accident. Because hapo ni mahali yao. That is the entry point. Bwana Yesu asifiwe. Kama hii ni barabara, ukikanyaga hapo kwa barabara ni kumaanisha umeingiana na hiyo barabara. Number 2, wakati
yanawekwa identify na kukaa kwa barabara, sana sana huwa yanaanza kusababisha kuwepo na accident za kila aina. Kama ni gari, because they have been assigned to be there, yanaanza kusababisha ajali kwa magari, kwa pikipiki. All those are evil altars, and their duty, ile madhabahu haya yamepewa, it is to cause accident. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mmoja nilikuwa naangalia kipindi kimoja, ikawa kuna, kwa sababu tulisema kila madhabahu yanapewa spirit. Kuna ile spirit inafanya. Spirit moja ikasema, nilikuwa nakukujia lakini naona kuna mtu ambaye anaendesha gari carelessly, wewe ni mmoja na hiyo gari iko na watu 52. Wewe baki kwanza niende hapo. Ameasainiwa to cause death. Kwa hivyo anafanya hesabu, anaona huyu ni mmoja, lakini ile gari, hiyo driver ana drive hivi, amebeba watu 52. Wacha niende. Those are what we call altars. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika hii tunasema ni physical evil altars. Some of them utapata inapatikana hata kwa misitu. Huko kwetu kulikuwa na historia ambapo kuna msitu ndani yake uko na a small lake, na usiku wale watu wanakaa within the surrounding huwa wanasikia watu inaitangwa relation zile wanatoa ngemi nini, na ukitembea pale mchana, kama hiyo madhabahu ikutaki, itakuonyesha mahali that lake iko. Wewe unajua kwa msitu majani ni mengi yanamwagika, so that lake hakuna kitu iko juu, ni hiyo majani imefunika. So once you come in that altar, imana pale kuna wale watu wanaenda kutoa sacrifice pale. Wakifika pale unapata hiyo majani inafunguka yote kama imefagiwa, unaona hiyo maji, kwa hivyo hautaingia. Lakini kama wewe si wa hiyo, ukikuja unadhani unatembea tu kwa nchi kavu kwa majani, unastukia umeingia kwa yale maji. Ukiingia watu wanaanza kusikia hiyo usiku kuna maspiriti zinafurahia na kusherekea. Those are altars ambazo tumesema they are situated in a certain locations. They operate within that location. They serve the people of that location. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo it is another type of altar. Another physical altar ambayo unaweza ukaiona hivi, zile nyingi ziko makaburini at the cemetery. Ni jambo la kawaida uone mtu amehama na ameenda kukampu kwa makaburi, ameenda amejijengea. Na kumbuka na nashukuru, kuna wakati mmoja watu wa Mlima Zayuni waliona kuna mtu ambaye alikuwa amekaa pale town kwa makaburi, na wakasema this is not normal. Amejenga na makaratasi, lazima tumuombe tumuondoe mahali pale. And through their prayers, after 1 week yule mtu akaondoka, na sijui hata kama alitoka mahali pale. That is a certain entry point. Na mahali pale kuna yule ambaye anaenda anakuwa anatumika mahali pale at that altar. Bwana Yesu asifiwe. Ingine physical ile unaweza ukaiona ni ile tulisema the high places altars, ile ya shrines. Najua hapa tunaita shrine lakini hatujaona ile imejengwa.
ile unapata imejengwa, imewekwa skeleton, wameweka, unapata wamemwaga damu pale. It is an altar. It is an altar. Na tulikuwa tunaelezewa huko kwetu, hiyo inatumika sana na politicians. In our area, wale watu walikuwa wana feed hiyo altar, the eye or the raised altar, eye of eye places. Ilikuwa inatumika sana na watu ambao wanataka mambo ya kisiasa, wanajaribu kuinua ndiposa ikawapiganie katika mambo ya uongozi ule wanatafuta. But remember, these altars, these physical occasion altars, they require sacrifice. They need sacrifice. Now most of the time, the sacrifices in accept ni human sacrifice. Tazungumzia aina ya pili. Familia inaweza ikainua another altar. Tulisema pia upande wa Mungu wanaweza wakainua madhabahu ya Mungu, na pia wanaweza wakajiinulia madhabahu ambayo si ya Mungu, na sana sana huwa tunasema ancestral altars. Ndiposa mara nyingi tukiomba unasikia ninaharibu madhabahu ya mababu zangu. Those are the altars of our ancestors. And these altars are established with the family bloodline. Yanafuata damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukitaka kuyaelewa yanafuata damu, kile kitu kilifanyika kwa mtu wa kwanza kinafanyika kwa mtu wa pili, kinafanyika kwa mtu wa tatu. And this altar ilionekana hata kwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaposoma in the book of Genesis chapter 11 verse 30, inatuambia Sara alikuwa tasa. Na Sara alikuwa mke wa nani? Alikuwa mke wa Abraham. Abraham baada ya ile hali ya utasa kuvunjika, akaweza kubarikiwa na kijana ambaye Sara alikuwa ameambiwa atacheka. Akapata kijana anaitwa Isaka. Naye Isaka akaenda kaoa mke ambaye anaitwa Rebeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaposoma in Genesis 25, I think verse 31, is it that 1 or 21 somewhere hapo, inatuambia naye hakuwa na uwezo wa kupata mtoto. Inasema Isaka akamwombea kwa Mungu. Isaka ambaye ni mtoto wa Abrahamu. Na wakati ameombewa akapata uwezo, akapata watoto wawili, Yakobo na Esau. Mambo haikuisha, Biblia inatuambia naye wakati Yakobo alioa mke wake ambaye anaitwa Rachel akakuwa tasa. Blood. Hivi kwani hao watu wakikuja walikuwa na hiyo, ilikuwa upande wao ama upande wa Abrahamu? Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa upande wa Abrahamu. Hiyo utasa ilikuwa upande wa Sara ama upande wa Abrahamu? Upande wa Sara. Nani alikuwa amebeba hii damu? Maana tumesema haya ni madhabahu yanayofuata. Kuna damu yanaandama. Mimi kwa upande wangu nilisema
Unaweza ukaenda ukaolewa katika familia, wewe ni tajiri, lakini wakati umeingia kwa hiyo familia ukakuwa maskini. Nikasema haya madhabahu ya utasa hayako upande wa Sara, hayako upande wa Rebeka, hayako upande wa Rachel, yalikuwa yanabebwa na damu ya Abrahamu. Na inafika Mungu ayavunje kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya Mungu ya Abrahamu yakavunjika kupitia sadaka. Isaka akamwombea mke wake, akavunja kupitia maombi. These altars ambazo ni madhabahu ya familia ambayo yanaandama watu, yanakuwa na vitu ambavyo kile kitu kilifanyika in the first generation kinatendeka in the second generation, kinafanyika in the third generation, kinafanyika in the fourth generation. Ingekuwa inaandikwa mahali pale, utaona mtu fulani baba alipata hii, mtoto wake alipata hiyo, mtoto wa mtoto wake alipata hiyo. Unajua, isipokuwa ukiuliza watu wengi hawatakwambia kansa mara nyingi it is an altar. HIV it is an altar. Bwana Yesu asifiwe. Amen. If you want to believe it is an altar, hebu angalia ile familia, mtu mmoja alikufa na HIV. Utapata ni kama kila mtu, ni kama ilikuwa imewekwa kwa chakula, kila mtu akakula. Unapata hiyo familia inakuwa inafagiliwa. Why? It is an altar. Na hata yule ana survive, ikifuata isipovunjwa, watoto wake wanaingia in the same altar. In our family, I told you there was an altar ilikuwa imeinuka. Hata ufanye nini, unaona mtu anakuja anapata ameoa the second wife. That was an altar. In a village in our area there was an altar ambayo, unajua altar watu unainua, family altar ukiwangi ni kuinua, unainua. Unaona ni kitu cha kawaida unafanya. There is a, I think mtu wa mwisho aliuawa last month kwa hiyo familia, nilikuwa naona kwa online. Kulikuwa na nyanya mzee kwa hiyo familia. Unajua watu wa zamani walikuwa wanakaa miaka mingi. Huyo nyanya akawa amekuwa ile ugonjwa, unajua mtu akizeeka kuna ile ugonjwa inasumbua. Mara nyingi hawezi akaweza kutembea. Ikafika kiwango cha kwamba sasa ni mtu wa kugeuzwa kwa kitanda. Na kijana yake first kona akasema, huyu mtu ametusumbua. Na kwa sababu Biblia inasema usiue mtu, sisi hatutamuua lakini tutamzika akiwa hivyo. Wakamzika usiku. Mtu hajakufa lakini wameenda wamesema kwa chifu, wakasema nani amekufa, tuandikie barua ya kumzika. Wakapewa shosho kwa kitanda. Mara nyingi chifu hakuji kuuliza. Usiku wamelala kuchimba kaburi, asubuhi masaa 9 hivyo wamemweka. That family waliinua madhabahu siku. Kana ile mahali imekuwa covered with water ndio kubwa kuliko the dry land. Wale wamefunza geography, hivyo ndivyo inasema. Kumaanisha you can now see kama kila mahali ambapo kumekuwa na hiyo hali ya maji imeinuliwa, that altar vile ina cover a large area.
na vile inafunga destiny za watu. Na hii altar watu wasipoitambua, this is the altar ambayo ina suppress, inamaliza watu kabisa. The marine altars, juu kitu ya kwanza assignment yake ni kufanya kila mtu maskini. Inashika utajiri. Wakati ikishika utajiri, inaanza kufanya watu wanakuwa depressed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikikufanya depressed, inaanza kukuletea magonjwa. And because it is to ruin the destiny of someone, baada ya magonjwa ina graduate into another level, inaleta kifo. Unapata watu wengi maana waliibiwa pasipo kujua, wana end up to die in a premature day. This altar inasimamisha kitu ambacho kinaitwa untimely death. Because wale watu wanahitaji sacrifice. Haya madhabahu huwa yanahitaji sacrifice. Na sacrifice nyingi za haya madhabahu huwa zinafanyika through road accident. Bwana Yesu asifiwe. They are altars. Na haya madhabahu tumesema yanashika destiny ya mtu. Jambo la pili, yanashika baraka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, yanashika mafanikio. The altar our success. Unaweza mtu akakwambia kuja nikupe kazi, because those altars inapigana na destiny. Wakati unafika pale mtu anakwambia hiyo kazi nimefikiria nikaona wacha ikakae, inakuwa postponed. Nakwambia kuja next week. Ukienda next week, ile madhabahu because it is fighting destiny, ukienda next week anakwambia hata nilipata mtu mwingine nikampatia, inafunga. They cause oppression, they cause financial hardship. Unafanya kazi kuliko punda, lakini hauna malipo. Unaweza ukalipwa millions of money, lakini haitakusaidia. Inaleta kitu inaitwa financial hardship. Na sana Mungu huwa anatufunulia haya madhabahu sana kupitia ndoto. Haleluya. Utaota unaona umeenda kununua vitu, umepatiwa change imeanguka. Unaenda. Mungu anakwambia usiache. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yanachukua. Kuna mtu mmoja alikuwa huko kwetu, alikuwa na lori mbili, alikuwa na wholesale. Na alikuwa anachunga hiyo duka yake. Usiku ni yeye watchman. Maana amini hata watchman alikuwa anafanya kazi ya hardware. Huyo ni within ile town tunafanya. Haya madhabahu yakainuka. Vile yaliinuka yalimletea mtu tu akakuja akaletewa msichana awe anataka secretary wa kumwandikia hizo vitu, kwa sababu ni mtu akabisi vitu inaingia kitoka. Like vile tunaona hapo kwa God is good. Na yule mtu aliyekuja alitoka kwenye ule ufalme. Huyu mzee wakati kabla ya kufa akiulizwa, anaulizwa kuna wapi mali yako iliisha aje? Anasema tangu msichana fulani akuje, mimi nikilala nikiota, mimi nimejichagua niwe watchman, lakini nikifunga macho hivi naona yule msichana ananishika,
tunatembea kwa barabara, tunatoka kwa barabara, kukanyanga maji, kutoka hapo sijielewi. Nadhani mnajua mtu wa akili Meru famous sana wanamuita Keremi Mbogo. Baba yake. So uone familia iko na mawakili. Na hivi ni wakili watatu. Hakuna mtoto wake hajaenda university. Lakini at the moment hiyo vitu shetani alianza kumess na hiyo utajiri yake. Hata ile nyumba alikuwa nazo. These altars zinakuja zinashika utajiri wa mtu. Analetewa mtu akadhani wa kufanya kazi, mchana namuona ni mtu, usiku katika ndoto anaanza kumchukua kienda. Na anasema anamchukua kienda, anaona wanabeba kitu kutoka kwa nduka, wamechukua kitu wameenda. Na hivyo in the spiritual world walibeba. Those altars zilianza kubeba kupitia kwa ndoto. Wakati imefika gari yake ya mwisho ilichukuliwa Mombasa ikiendea Ascendance. Anaambiwa sasa ile ndio uko nayo ya makampuni. Gari imeenda. Altars. They come to fight destiny. They come to bring financial hardship. They come to fight they bring marital instability katika ndoa. Yesu asifiwe. Amen. Unapoanza kuota, they bring their men, they bring their women, na kutoka hapo wanaanza kushika ndoa, wanaanza kunyakua ndoa pole pole. Nilikuwa nasikiza deliverance moja ikifanyika in a certain television. Msichana anasema sisi ile assignment tumepewa ni ya kushika wanawake wenye mimba pekee. Anasema in our kingdom tuko na department. Kuna ile department inashughulikia magari, kuna ile department inashughulikia mashamba, kuna ile department inashughulikia matajiri, lakini mimi nimewekwa kwa department ya kushughulikia wanawake wazito. Akaulizwa, how does it happen? Akasema, mwanamke akiwa mjamzito mimi namtembelea kwa ndoto. Na ninapomtembelea kwa ndoto, ninamuonyesha amejifungua, na wakati amejifungua kuliko ashike mtoto, ananipatia mtoto na shika. Na huyo mtoto ninaenda na yeye. Kwa hivyo anaulizwa, how will it happen? Akasema, nikikuja hivyo tayari ule wakati tu nimemtembelea, hiyo wakati ndio amejifungua. Anaulizwa anajifungua, akasema, in our kingdom haina 9 months. In our kingdom inamaanisha ni wakati tumenotice yule mtu, tunaona yule mtoto ako na kipawa na huyo mtoto is not covered, tunaenda tunamnyakua, tunaenda na yeye. Unasema yeye mama atajiona amekuwa na miscarriage. Mama ataingiwa na mawazo ya kufanya abortion. Lakini anaona yeye anafanya, lakini kwetu si kufanya, ni wakati wa yule mtoto kujifungua, yule mama kujifungua, umefanya nini? Umefika. Na kwa hivyo wakati amejifungua mtoto watu wanaona ameaga, lakini kumbe tumeenda. Kwa sababu sisi hatutaki mwili, tunataka roho yake. That is how they fight the families. That is how they fight the marriages. How this altar fight pregnant ladies, expectant women, yanachinua. Kisoma tunasema ni kawaida, si kawaida. Ushuhuda mwingine nikawa nausikiza about this altar ambayo tunasema ni ya Marine Kingdom. Ikawa nasema
wako na watumishi wengi, na wale watumishi wengi huko ni watoto wadogo, from the age of 5 months to the age of 15 years. They take their destiny, they take their spirit, wanaanza kuwatumikisha. So at this junction tunaelewa haya madhabahu jinsi yanavyofanya. Tunaelewa madhabahu ya baharini jinsi yanavyojiinua. Any dream ambayo unaona ati mko kwa sherehe, mnapiga sherehe, angalia isiwe ni covenant. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtumishi mkubwa wa nchi ya Tanzania nilikuwa namsikiza, anaitwa Charles Anbera, anasema wakati mmoja akiwa pasta yalijaribu kumuiba. Kwa hiyo haya ni madhabahu yanaiba hata watumishi. Akasema amekuja, amejiwekelea, amemaliza ibada, amejiwekelea, akaenda akabebwa. Wakati amebebwa kwa usingizi, akaona amepelekwa kwa uwanja wa ndege, na pale kwenye uwanja wa ndege akitembea akapata analilia mbwa. Akamwambia hii mbwa haiwezi kafufuka. Akawa asikia sauti ikimwambia, wewe naweza kupatia nguvu uifufue. Akisema hivyo, ile mbwa, ile sauti ikimwambia, akaona ile mbwa imeinuka na mtoto ameenda. Akafunguliwa macho, akaona amepelekwa kwa uwanja mkubwa ambao umekuwa na viwete wengi. Alikuwa anatoa shuhuda, akasema wakati alikuwa katika kuonyeshwa, anaambiwa naweza nikakupatia hiyo nguvu ya kuinua hao wagonjwa wote na waanze kutembea. Akauliza, sasa nitafanya nini? Hao watu wote wanahitaji msaada. Kaambiwa watu hawa wako katika uwezo wako, lakini kile unastahili kufanya ni uende katika mto fulani, uchote maji, uende umwage kwa hiyo kiwanja. Na katika hali ya halisi huo mkutano tayari ulikuwa umeandaliwa. Na wakati alipotoka akaamka akasema, kwani nguvu ya kuponya hawa watu iko katika maji ya mto? Wakati alianza kupingana na hiyo sauti na akaanza kukemea, alikuwa anasema alisikia kama amegongwa kichwa, akaanguka. Na baada ya kuja kuamka, aliamshwa baada ya masaa 7 na aliona akiamshwa na malaika. Akaambiwa, ulifanya vizuri au kuingia katika yale maagano kwa sababu ya kutaka pawa. Haikuwa nguvu ya Mungu. Ilionekana kama nguvu ya Mungu, lakini kile walikuwa nataka pale kwenye ule mto wanakwambia chota maji, ile si maji, ni nguvu ya ufalme wao. Walikuwa wanataka uchukue, ukuje uweke kwa uwanja, ndio nguvu yao ianze kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tazama jinsi ambavyo haya madhabahu yanaweza yakamanipulate mtumishi wa Mungu asipokuwa makini, asipotambua ndoto zake. Anaweza akafanya akasema niliona kwenye ndoto, kumbe amepewa assignment ambayo anafaa akamilishe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii madhabahu sana sana marine altars huwa inajidhihirisha kupitia kwa ndoto. Tunasema niliota nimeolewa na mtu fulani, na tayari wewe umeolewa, unaolewa mara ya pili. Haleluya. Uko kwenye ndoa lakini unasema
Usiku nimeota nimefanyiwa, mtu fulani amenifanyia harusi kubwa na bado umeolewa. Altar. Marine altar inakuja inapiga ndoa za watu na inaiba watu kupitia kwa mawazo ambayo utaanza kuyafanyisha baada ya kuoteshwa. Ndoa nyingi zimeibiwa kulingana na ule utafiti nilikuwa najaribu kufanya kupitia hii madhabahu ya baharini. Na njia ya kuibiwa zimeibiwaje? Unaoteshwa, mtu anaoteshwa, ukitembea mchana unapatana na yule mtu uliota na yeye. Wao walikuletea kwa ndoto, lakini katika hali halisi umetembea. Na wakati umetembea wanakukumbusha ile ndoto. Niliota na mtu fulani na tumepatana. Na Biblia inasema mtu anapomtazama mwanamke na kwa mtazamo wa ule unajisi, ndani yake tayari amezini. Tayari unapata hajafanya, lakini kwa sababu alioteshwa na kwa barabara ametretana na yeye, na kwa sababu ile sauti imemkumbusha, akaanza sasa kwa mawazo yake kuona kile kitendo kikifanyika, tayari anaibiwa. It is an altar ambayo tunahitaji tupigane nayo. Na madhabahu ya mwisho nitapitia haraka. Kuna madhabahu ambayo they are evil spiritual altars, and wakati mwingine huwa anasema they are symbolic, zinakaa ndani yetu, nakaa ndani ya wanadamu. They are evil. Bwana Yesu asifiwe. Na haya madhabahu yanakaa kama platform ya uovu ndio ufanyike. Na this is an human altar ambayo inakaa kwa mwanadamu, but it is evil. Na inaweza ikatumika kama platform ya kufanya mabaya kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Umewahi fanya kazi na mtu ambaye kila mtu akikuja mahali hapo kufanya kazi, huyo mtu lazima atatafuta njia ya kuhakikisha wale watu wanafutwa wabaki peke yake. Anatafuta kila njia ambayo ataitumia ndiposa watu wengine wasifanikiwe. An altar ambayo inajipata kwa watu. Kuna mahali tulikuwa tunafanya kazi, ilikuwa kazi ya kuzungusha vitu, zile lines za na cards za Safaricom. That was the year 2010. Na kulikuwa na mwanadada hapo, ukikuja lazima atafute minsi yoyote, ata-approach mkubwa ndiposa ukutwe. Ukuje ukitoka wapi, anajaribu njia tu ya kuhakikisha unafutwa. That is not normal. It is an evil altar ambayo inakaa kwa watu wengine na inakaa kwa mawazo. Anaweza akakaa kawaza akasema, how will I bring down someone? Kazi yake ni kuharibu wengine. Kazi yake ni kuharibu mambo ya wengine. May God help us to fight these altars. Bwana Yesu asifiwe. Na ya mwisho kuna ancestral institution altars evil. Na sana sana hizi huwa zinainuka sana sana in institutions. Mali institution ni kama hali kama kuna mashule, mahospitali, hayo hali watu wanafanya kazi. They are put there for specific demonic purpose. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na historia, kuna shule huko Meru
ilijulikana kwa kuua watoto wengi one night. More than 60. Wasichana wakakuwa raped na wakauawa. At the same time kuna ingine pia Ukambani inajulikana with the same incident where those altars zilikuwa zinanena. Bwana Yesu asifiwe. And I think hiyo ya Meru ni kama nilisikia ilibadilishiwa jina, siku hizi inaitwa St. Cyprian. Na ikakuwa separated. But that altar still, ukisikiza ile mambo inaendelea, bando kuna hiyo hali ya kutaka kuona bando iko ndani. There was an altar pastor. Wasichana 60 waliuawa one night. So that is an institution altar. Na through that altar kuna power zinafaidika, because that was a sacrifice, and a very usual, a very big sacrifice. Mali tunapeleka watoto wetu, we pray that may the golden altar be raised there. Sana sana these institution altars zimekuwa sana sana zikifanya kazi sana, either shule ama hospitali. That's where demonic world inajaribu kuaccess ndiposa iweze kupata sacrifice. And God will help us. Na unapata hii ni mambo inakaa ikijirudia in that institution. So that's the time you realize this is an altar. It is not normal. Nikimalizia, we have territorial altars, madhabahu ya a certain territory. For example, kuna madhabahu yale yameshikilia hii Marsabit. It is a territorial altar. Hata utoke territorial altar kama it is decided to bring men down. If you don't start with your altar in an altar of God, na usimame kwa kujitolea katika madhabahu ya Mungu, the territorial altars they will fight you. Yesu sifiwe. Mesikia ushuhuda watu wakisema, nilitoka mahali fulani, nilikuwa vizuri, nikienda mahali fulani, mambo yangu ikaharibika because of the altars. And a good example ni wakati unasoma katika kitabu cha Ruth chapter 1. Inazungumzia yule mtu alikuwa ametoka ni Benjamin ama kabila la Benjamin. Anaenda na watoto wake. Lakini mahali anaenda, yale madhabahu ni kama yamedesainiwa in a certain way, yanafaa yaue watu wanaume. Anakufa na watoto wake Mariam na Kerian wanakufa. Na unapokuja kufuatilia unasikia hii ni historia, kwa sababu waliweza wakati hawa watu wa Moabu walishindwa kupigana na wana wa Israeli, walianza kuwa wanatolea miungu. I think that is the book of Numbers 25. Wale watu wamealikwa wakaingia katika yale madhabahu ya miungu, na huyu mtu baada wameshinda, wameenda wamevuka, wakaenda wamerudi kwa pale mahali kulikuwa na yale madhabahu, the territory, that territory. Ile laana ilikuwa watu walikuwa wanakufa, wana Israeli wakiwa kwa Moabu walianza kukufa, na hao wamerudi in that territory na wanaanza kuisha. So there is a kind of altar ambayo inainuka. Mtu ukitoka uende maeneo fulani, usipokuwa na madhabahu ya Mungu ya kukutetea, yale madhabahu yanaanza kukumaliza, yale madhabahu yanaanza kukuangusha. Iwe ni biashara yanapigana nayo,
May God help us. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani leo nimeangalia aina ya madhabahu na nimebakisha somo la 30 minutes. Ilo hata si 30 ni less than 30. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaweza tukamalizia hata kukiwa jioni, si lazima ifike Jumatano tena. Baba Mungu wa mbinguni, uliye mwema na uliye mwaminifu, umetuwezesha na kutufunulia, umetueleza yale madhabahu tunayopigana nayo. Mengine tumeyaona katika maisha yetu, mengine tumeyaona katika familia zetu, mengine tumeyaona hata mahali tunafanya kazi. Ila Baba, tunakuomba ukatupe uwezo, maana pasipo wewe hatutaweza. Tupe uwezo wa kusimama katika madhabahu yako. Tupe uwezo wa kusimamisha madhabahu yako katika nyumba zetu. Tupe neema ya kusimamisha madhabahu yako hata ndani ya miili yetu. Tupe neema ya kusimamisha madhabahu yako hata katika kanisa lako. Baba, tupe uwezo wa kusimamisha madhabahu yako even at the national level, oh God Almighty. Lord, we pray for your altar. Tunaomba madhabahu yako yapate kuinuka Jehova. Tupe uwezo wa kusimama na sadaka. Tupe uwezo wa kusimama na dhabihu. Tupe uwezo wa kusimama katika hali ya maombi. Baba, tupe uwezo wa kusimama katika hali ya kuabudu, ili madhabahu yako yakapate nguvu Baba yetu. Baba, na kila madhabahu yaliyoinuka kusema kinyume, kila madhabahu yaliyosimamishwa na wazazi, madhabahu yaliyosimamishwa na ndugu zetu, Baba, tunatangaza yanafika mwisho. Bwana, madhabahu yalikuwa yamenena kinyume na maisha ya watumishi wako. Roho wa Bwana, tunaomba ukayagushushe siku ya leo. Kila madhabahu yaliinukia jamii zetu, Baba, tunaomba ukayashushe siku ya leo. Tupe uwezo Baba yangu, tupe uwezo Mungu wa mbinguni. Simama na kanisa lako, simama na watumishi wako, wanahitaji kusikia kutoka kwako. Bwana, ukawawezeshe. Roho wa Bwana, chukua shukani, chukua shukani ndani ya miili yetu, chukua shukani hata kwa mawazo yetu. Weka maagano Baba wa mbinguni, miili yetu itatumika kama hekalu takatifu, bali itatumika kama maeneo makupa kuinua madhabahu ya giza, katika jina takatifu la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, naomba na kushukuru. Amen.